tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, tupange mambo ya kilimo sawasawa, tuondoe mabroka na makateli, na tuhakikishe ya kwamba tunapunguza bei ya mbegu, tunapunguza bei ya mbolea, tuhakikishe ya kwamba tunawapangia soko, kuwe na soko ya kahawa ya sawasawa, kuwe na soko ya chai ya sawasawa, kuwe na soko ya maziwa ya sawasawa, tuwe na viwanda ya kutosha kusaidia wakulima kwa mambo ya value addition, na tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anaweka pesa kwa mfuko na mnatuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Nyeri? Na jambo letu la 4, tumesema ya kwamba mwaka huu kabla ya Disemba tunataka kila Mkenya awe na bima ya afya ya NHIF, na tumesema kila Mkenya sasa atalipa kulingana na mapato yake. Wale wa chini ambao hawana mapato ya kutosha tutapunguza gharama ya NHIF, na wale ambao hawana uwezo kabisa ya kulipa tutalipia hawa kama serikali ya Kenya, ili kila Mkenya aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Watu wa Nyeri tunakubaliana? Mimi nataka niwaulize, niko na maswali 3. Mtanisaidia kujibu? Niko na 3 questions peke yake. Ndio watano na nyinyi. 3 questions. Mtanisaidia kujibu? Ya kwanza, mnakubaliana na wale tunashindana na wao wanasema wanataka tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Uchumi kwanza, sio? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Tumekuwa tukiendesha uchumi inaitwa trickle down economic model, ambayo inafaidi watu wachache kule juu wanaojulikana, wale wengi huku chini wanahangaika, wanaambiwa wangoje. Mnataka tuendelee na model ambayo inafaidi ama tubadilishe tuanze huku chini? Tuendelee na yatua ama tuanze chini? Tuanze chini? Mnasema tuanze chini? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza hapa chini, ndio tupange biashara yenu kwanza hapa chini, tuwaokoe kwa Fuliza, tuwaokoe kwa CRB, kila mtu awe na pesa ya biashara yake hapa chini, alafu twende up, tuanze chini hapa bottom, alafu up, bottom, alafu up, bottom, 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 watu wa bottom hapa. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Watu wa Nyeri mtanijibu. Niko na swali moja. Sasa, si mnajua iko mashindano kati yetu na huyu mtu ya kitendawili? Mnajua hivyo? Hiyo mashindano, si mnajua ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ni mashindano ya kazi. Na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya. Mimi nauliza nyinyi, si mtu ya kitendawili alikuwa prime minister ama alikuwa prime minister? Si mimi hapa ni deputy president ya Uhuru Kenyatta. Sasa niulize nyinyi, hapa Nyeri, waje hata tuwaje Kenya, hii Nyeri peke yake, mimi nikiwa deputy president, sinaona hiyo? Si tumeleta equipment kwa hospitali yenu ya milioni 800? Si tumejenga barabara hapa karibu kilomita 400? Si tumeunganisha stima imefika watu 1160? Si tumejenga 3 technical training colleges hapa Nyeri? Kazi ya mtu ya kitendawili hapa Nyeri akiwa prime minister iko wapi? Kuna kazi yote kwa kitendawili amefanya hapa? Mlisikia kuna barabara yote alipanga ikajengwa? Kuna mahali popote aliunganisha stima hapa Nyeri? Mliona kwa college yote akija hapa Nyeri? Sasa nyinyi, si mlisema nyinyi ndio kusema? Si mlisema nyinyi ndio kuamua? Kwa sababu nyinyi mtaamua. Kura yenu ni ya bwana kitendawili ama ni ya huyu hafla hapa? Kura yenu ni ya nani watu wa Nyeri? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hafla, kura ya hafla. Mimi nataka niwaambie ndugu zetu watu wa Nyeri, tunaelewana jameni? Ndio hivi ndania.
mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sawa sawa? Si mnajua huyu mzee wa kitendawili ameenda kukwama nyuma ya Uhuru Kenyatta? Mimi nataka niwaulize, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta uongozi wa Kenya, kitendawili alisimama na yeye? Kitendawili alisimama na yeye? 2013 kitendawili alisimama na yeye? 2017 kitendawili alisimama na yeye? Mimi nauliza nyinyi, si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta? Tulisimama na yeye 2013, tulisimama na yeye 2017. Mimi nataka niwaambie bwana kitendawili, wacha utapeli. Wewe hujawahi kupigia kura Uhuru Kenyatta. Wacha kwenda kuzunguka nyuma ya Uhuru Kenyatta. Wewe toka nyuma ya Uhuru Kenyatta ushindane na mimi. Ama ni watu wanene? Kwani mtu ya kitendawili amezaliwa jana? Si alikuweko 2013? Si alikuweko 2017? Na mimi nataka niwaulize wale ambao wanamzunguka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wengi wao hawajawahi kumfanyia kampeni Uhuru Kenyatta. Si sisi ndio tulipigia kura Uhuru Kenyatta? Mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, sisi ndio tulikataa mambo ya ukabila, tukakataa chuki, tukakataa migawanyiko. 2013 sisi tuliungana watu milioni 8 tukaunda serikali. 2017 tukaungana watu milioni 8 tukaunda serikali. Mimi nauliza nyinyi, kuna mtu kweli anaweza kuja kutuambia ati kwetu sisi watu milioni 8 sisi hawa wote, ati hakuna mtu anaweza kutuongoza mpaka waende wakodeshe mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi? Tafadhali please, ama namagani watu wa Nyeri, hata kama si William Ruto, kwani kwa watu milioni 8 imekosekana mtu mwingine anaweza kutuongoza? Hapana, watu wa mambo ya Uhuru ya kitendawili no. Newote hapana. Ama mnasemaje watu wa Nyeri? Tunakubaliana? Tunakubaliana? Na mimi nataka kwa heshima kubwa, sisi tunajua Rais Uhuru Kenyatta, ama hatumjui? Na tunajua tofauti ya Uhuru Kenyatta na mtu ya kitendawili. Si ndio jameni? Si Uhuru Kenyatta tunamjua? Si ni yule tulimpigia kura? Si ni yule rais wa saa hii? Si ni yule ataenda retire August mwaka huu? Na bwana kitendawili pia si tunamjua? Si ni yule hajawahi kukubali matokeo ya uchaguzi? Si ni yule wa kujiapisha? Si ni yule mtu wa mawe? Si ni yule wa Steven Jalala na Ria? Sasa tunasumbuana nini jameni? Iko mahali tunaanza kusumbuana na mtu ya kitendawili? Ama ni aje watu wa Nyeri? Tunakubaliana? Mimi nataka niwaulize watu wa Azimio. Sawa sawa? Nataka niwaambie watu wa Azimio, sisi ndio tulichagua Rais Uhuru Kenyatta. Na ile kazi Uhuru Kenyatta amefanya kwa hii Kenya, ya reli, ya barabara, ya stima, ya TTI, ya mahospitali, hiyo credit yote ni yetu sisi, sio nyinyi watu wa Azimio. Kama mnatafuta credit ya utendakazi wa serikali, tafuteni serikali yenu. Kama namna gani? Tunaelewana? Wani hata huyu mtu ya kitendawili atajua mahali hii kazi ilianza, atajua mahali iko sasa, atajua mahali ya kuipeleka. Ndio mimi nataka niwaambie, hata wakituita ati sisi ni wakora, sisi ndio tulimfanya Uhuru Kenyatta akawa rais wa Kenya. Tuheshimu bwana. Heshima si utumwa. Ama namna gani jameni? Tunaelewana ama hatuelewani? Tuko pamoja? Lakini mimi nataka niwaambie, wengine wanajisumbua, wanasema ya kwamba sijui tumebeba Biblia. Mimi nataka niwaambie watu wa Azimio, tafadhali mtuheshimu na mtusamehe, kwa sababu Biblia hatujaanza kubeba jana. Tumekuwa tukibeba Biblia miaka nyingi bwana.
We are very sorry. But we cannot change. Tunaelewana? Biblia hatuwezi kuweka chini. Ama namna gani jameni? Kwa sababu tumefikishwa hapa na Biblia. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja. Na tunaomba wapinzani wetu, please. Madhabahu ni mahali pa heshima. Madhabahu ni mahali ambapo ni patakatifu. Tafadhali na waomba kwa unyenyekevu, hata kama hamupendi kutoa sadaka, hata kama hamupendi kujenga kanisa, tafadhali wachana na viongozi wa kanisa na wachana na kukera na kukashifu kanisa la Mungu. Hii nchi ni nchi ya Mungu jameni. Ama ni aje watu wa nini? Tunaelewana jameni? So we want to ask our competitors respectfully, please, let us not say things about the church. Let us not say things about the men of God. We have come this far because this nation belongs to God. Na sisi na wauliza ndugu zetu, tafadhali tushindane na tushindane na sera. Wachaneni na matusi, wachana na kanisa. Nyinyi shindana na sisi na sera. Na kama hamuna sera, mungojee tarehe 9 wananchi wa Kenya wataamua. Na tunaishi dunia. Tunakubaliana watu wa Nyeri. Tunakubaliana jameni. Muko tayari tutembee hii safari pamoja? Muko tayari? Muko tayari? Na mimi nataka niwaambie, watu wasitupangie mashindano kati yetu na Rais Uhuru Kenyatta. Sisi hatuna mashindano na Rais Uhuru Kenyatta. Ndio? Sisi mashindano yetu ni kati yetu na yule mtu wa hasira mingi na kizirani, yule wa vitendawili. Huyo ndio tunashindana na yeye. Na mimi nataka niwaambie watu wa Azimio, tafadhali msimfanyishe Rais Uhuru Kenyatta kazi mbaya ya kwenda kujaribu kupanga tuchama kidogo. Yeye amekuwa rais wa Kenya. Sasa mnamshusha chini tena, mnampeleka ati wapangie mambo ya tuchama kidogo. Mimi nawauliza jameni, si nyinyi mpange siasa yenu? Muache Uhuru Kenyatta ajipange na legacy yake, na sisi tumemsaidia Uhuru Kenyatta, ako na legacy. President Uhuru Kenyatta has a solid legacy as he's going to be a former president of the Republic of Kenya. We have assisted as the president of Kenya to get a solid legacy of the SGR, of 10,000 kilometers of tarmac, of all the issues about TTI, of our electricity connection. Please, don't make the president of Kenya and belittle his office to go and become leader of small parties here and there. Please, there are senior people. Plan your politics minus Uhuru Kenyatta, because in any case, you have not contributed anything to Uhuru Kenyatta being the person he is today. Tuko pamoja pamoja. Tumekubaliana. Watu wa Nyeri tumekubaliana. Ile kitu tu tunauliza hawa watu, wasimpeleke rais wetu Uhuru Kenyatta aende wachanganye kwa mambo ya chama kidogo, alafu baadaye wakishindwa waende upinzani, wapeleke rais wetu pia upinzani. Hatutaki rais aende upinzani. Tunataka rais aende nyumbani astaafu kwa heshima. Na hiyo kazi atabakisha sisi ndio tutaendesha mbele. Ndio mtaratibu. Tumeelewana? Nikisema harambee, tunasema Kenya kwanza. Harambee! Harambee! Mimi nawaheshimu sana, mmesimama kwa mvua jameni. Nasema pongezi sana. Na mimi nawashukuru sana. Mimi nataka nichukue nafasi hii sasa kwa heshima nimkaribishe ndugu yetu Omwami Musalia Mudavadi.
sana kwa sababu Nyeri ikiongea lazima Kenya isikie. Lazima Kenya ifanye nini? Sisi tumekuja kama wana Kenya kwanza, na tumeamua hii safari tutaenda na nyinyi. Mtatusaidia, tushikane mikono, tutembee bega kwa bega mpaka tufaulu. Tuko pamoja? Basi sasa sikizeni mambo yangu. Jambo la kwanza, sisi tunasikitika kwa sababu kule Nairobi hawa jamaa wamefanya rais wa Jamhuri ya Kenya anafanya kile wanasema shuttle NDC. Shuttle NDC. Yaani anatoka kwa NDC hii, anakimbia kwa hii, anakimbia kwa hii, anakimbia kwa hii. Vile Deputy President amesema, shuttle NDCs are not the role of the President of the Republic. Wanamshusha mamlaka, wanamshusha heshima. That is not what they should be doing to our President. Jambo la pili, nataka tuangalie Kenya hii. Tukirudi nyuma kidogo, kulikuwa na Limuru Conference katika taifa la Kenya. In the Limuru Conference wakaenda, na wakati huo chama cha KANU kikakuwa na shida kule Limuru, na Kenya was never the same again after the Limuru Conference, wakati wa Jaramogi Oginga na wengine. Baadaye tukisonga katika taifa letu, tukakuja tukaona tuko na viongozi kama Mwai Kibaki, and this is his home. And I want to remind Kenyans, wakati chama cha KANU na serikali ya KANU iliguza Kibaki ikamwaibisha, Kenya was never again the same, and KANU was never the same. Tukisonga mbele, KANU ikakuja ikaweka Josephat Karanja, ikamwaibisha. Josephat Karanja akatoka baada ya mwaka moja, akisukumwa na wale wakina David Mwenje na wengine ambao walikuwa wakimsukuma, lakini project ilikuwa namna hiyo. Josephat Karanja akatoka. Baadaye tukakuja na chama cha KANU tena kule Kisirani. Kasarani ikakuwa Kisirani. Saitoti akasumbuliwa, na Saitoti akasema, there comes a time when the country is bigger than the individual. Saitoti akatoka akisumbuliwa. Jameni, leo katika Nairobi chama cha Jubilee kimekuwa na kongamano na kimesumbua Deputy President of the Republic of Kenya, wakimrusha, wamemwita mkora, sisi tumeitwa wakora. Now I want to tell Kenyans, now that mumesumbua Deputy President wenu, mumemtoa kwa mamlaka kama Deputy Party Leader, I want to tell you, Jubilee shall never be the same again. And Kenya shall never be the same again. Sisi tunasema this game because we want to know, nawaomba munisikize, because we want to know, dear Mr. President, who is actually going to be on the ballot? Ni kitandawili ama ni wewe?
kutosha. Hatutaki watu kutudanganya. Na mimi nataka niwaambie, kama ni mzigo wa kitandawili, Ruto amebeba, mimi nimebeba. 2007, 2008. 2013, Weta, Kalonzo na mimi tumebeba. Weta na Kalonzo wakabeba. 2017 mimi nimebeba. Kalonzo amebeba. Weta amebeba. Nyeri, Atere, tudihanile. Mzigo ni mzito. Tusidanganyane. Na tunaambia wale wako pale kwa Jubilee, we are happy mumetoa huu mzigo kwa mabega zetu. Ninyi mbebe. Na tulikuwa Ukambani. Tukaona watu kule wanasema hata hawataki Kalonzo abebe tena. Hata yeye mwenyewe alikuwa amesema hataki kubeba tena. Sijui kama amekorogwa ama nini, akibeba shauri yake. Nyeri mmeamua. Tunataka watoto wetu wapate ajira. Tunataka kubadilisha uchumi. Tunataka kila mtu awe na pesa mfukoni. Sasa huyu jamaa kitandawili anatuambia kwamba hakuna uzito wa madeni katika Kenya hii. Na yeye anataka kuwa rais. Jameni, if you want to be a president of Kenya and you do not know that madeni ambayo tuko nayo mazito ndio yanafinya biashara ya mtu mdogo. Ndio yanaongeza bei ya gas. Ndio yanaongeza bei ya unga. Ndio yanafanya madawa yawe bei ghali. Alafu natuambia ati Wakenya wanabweka. Mr. Kitandawili. When Kenyans are speaking about what they are feeling, the pain they are going through, and you say wanabweka, my friend, you have abused the Kenyan people, and they shall teach you a lesson in August this year. Tumeamua. It is not about our individual gain. It is about the welfare of the people of Kenya. Na hapo ndio tunasimama. Mshahara wa mwalimu hapa, mshahara wa yule mfanyikazi wa serikali, mshahara ukiangalia payslip kama ni 10,000 ama 15,000, wanasema 35% inaenda kwa kodi. My friend, yule askari, yule mwalimu, yule mfanyabiashara, yeye ndio analipia watu wanafanya shuttle NDC kule Nairobi. Washindwe. Tutigane na hayo. Tigana na ndoa ya. Yuraigwa. Tuamwe. Muko salama. Hebu tigiza nione. Sema earthquake. Nyeri imeshika. Kenya kwanza. Tarehe 9 mwezi wa 8. Sema tena. Kenya kwanza. Leo taratibu. Na kupigana na ufisadi. Leo tunde nutu ya ufisadi. Nuraigwa. Kenya nzima tuondoe nutu ya ufisadi. Tunaelewana? Haya, kama sisi ni wakora, basi tunataka tujue wale wengine ni nani. Kama sisi ni wakora, watueleze wao ni nani. Na katika katiba yetu Kenya hii, katiba inasema there shall be freedom of association and freedom of worship. Sisi tunasimama kama Kenya kwanza tukisema we shall defend every aspect of the constitution including freedom of worship. God bless you all. Asante. Tuko na ndugu yetu Moses Wetangula.
nimekuja hapa kuonana na nyinyi mundu kumundu. Naona Nyeri mumeamua, kama area zingine pia zimeamua, na Nyeri ikisema Kenya inasikia. Leo tuko hapa kama wana Kenya Kwanza kusungumuza na nyinyi ndugu zetu, na tunajua Nyeri is the county of heroes. Our liberation heroes walitoka hapa Nyeri, na tukiwa hapa leo tunataka kuambia ndugu zetu wa Kenya, serikali tunayoleta ya awamu ya 5 itahakikisha mwananchi wa kawaida anapata afueni. Vijana wa Turumbete, punguza kidogo ndio nisikize, sawa? Tunataka mwananchi wa kawaida apata afueni, kwa sababu saa hizi bei ya chakula wananchi hawawezi. Hapa Nyeri nyinyi ni wakulima, mbolea sasa imegonga shilingi zaidi ya 6,000 gunia moja. Mbegu ndio hiyo. Alafu kule Nairobi we see our president unfortunately being trapped into a comedy of errors, ambayo hajui anaenda wapi, kwa sababu wale wamemshika mateka are people looking for desperate remedies for their problems.